this is my son, and I will mentor him and protect him like I protect Rigathi wa Gachagua from any attack. Dona mushiareto muri andu 13 haha. Na niĩ ndie ndaigua rĩrĩa kwanyu kwana korwo na gathĩna. Mũrũĩte haro mũkaruta kwanyu mũkarehe ha mĩtarato buroti. Atĩ muoka kũrũĩra gũkũ buroti mwĩta family. Kwagĩa gathĩna mũcokaga gĩthaku-inĩ kĩa mamu wanyu mũkarũĩra kũu gĩthaku-inĩ mũkaiguithania. Nĩguo Karũngũ? Ona ithuĩ Mount Kenya tũrĩ a nyũmba ĩmwe. Na tũciarĩtwo tũrĩ nyũmba ĩyo ya Mount Kenya. Na gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtĩkĩria haro citũ tũcirutage nyũmba gĩthaku gitũ kĩa Mount Kenya tũtwarage na gũkũ bara tũkarũgama ngari igũrũ tũkanĩrĩra tũkaruma Rigathi wa Gachagua. Nĩ twarega, inyuĩ nĩ mwarega. Gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka atĩ wĩra witũ ta atongoria tũrĩ andũ a gĩthaku kĩmwe tũtingĩikara thĩ tũcire na tũiguithanie. Na haro cia andũ me family ĩmwe itiagaga. Onawe kũrĩ ũciarĩtwo mũtiagaga tũharo. No tũtingĩtuĩka tũrĩthiaga kũrũgama ngari igũrũ tũkaruma ciana citũ iria ciumĩte gũkũ kĩrĩma tũkanjĩrĩria na Uhuru wa Kenyatta. Twarĩkia na Uhuru wa Kenyatta tũkoerera wa Matangi. Twarĩkia wa Matangi tũkoerera Gathoni wa Mũcomba mathe ya Gĩthũngũri. Twarĩkia na wa Gĩthũngũri tũgathiĩ kwĩ Rigathi wa Gachagua. Tumekataa, nyinyi mmekataa. Rigathi wa Gachagua niwe tũtũmĩte kũrĩa thirikari nene athiĩ arũĩrĩre maũndũ marĩa makoniĩ kĩrĩma. Ukweli ama si ukweli? Nĩ tũkũnyitĩrĩra Rigathi wa Gachagua arũĩrĩre kahũa arehe mbeca cia Mau Road ekĩre barabara citũ rami? We will support you. We will pray for you. We will come for advice. We will fight your battles because you are our son. And we don't have any other. Tuungane pamoja kusonga mbele, tuweke amani katika nchi yetu na tujenge nchi yetu, na hata kama kuna milima na viponde tujue sisi ndio dawa ya kuponya nchi yetu. Na Kenya ni nchi yetu wote, tuungane pamoja, shikane ili tusonge mbele. Na hata kama kuna shida ya kiuchumi, nasema our deputy president, our able deputy president wakiwa na rais wana uwezo wa kutuonyesha njia na mwelekeo. Lakini mimi nitakwambia deputy president, hawa watu wetu wakulima, na tarudisha jambo niseme tumeguzwa mno kwa sababu budget ambayo ya mwaka tulifunga, hiyo budget imetunyima bilioni 3.5 ya cherry fund, na hiyo ni kurudisha ukulima nyuma. Kwa hivyo hapa tuulizie swali, kwa sababu tuliwekewa bilioni 4 na tumepata 500 milioni peke yake, bilioni 3.5 zimeenda kwao. Na pia jambo tu lingine nitasema, naibu wa rais, mambo ya masiwa New KCC tumekuwa tukirida tukiwekea pesa kutoka treasury, na watu wetu wamekuwa na miezi 6-7 bila kupata haki yao ya maziwa. Kwa sababu hii ni ile field yako, tafadhali usikubali wakulima waanguke. Kwa hivyo hapo utachunga. Pia tuliahidiwa kwamba tutaondolewa madeni ya kahawa. Na pia katika bajeti ya mwaka huu tumeona bilioni 2 peke yake. Na mlitupea 6. Tuulizie zilizobaki ziko wapi? Mambo ya kahawa, majani chai na maziwa nilipewa na rais na tumengangana. Na ilikuwa kazi ngumu. But we are getting somewhere. Na ile shida tuko nayo sana ni mambo ya governance katika societies. Na tungetaka kuomba bunge la kitaifa, tuko na coffee bill pale, you fast track for us, and the cooperative bill, so that tukue na watu ambaye wako na integrity kuongoza societies zetu. And I want to, in a very special, in a very big way, to thank Mheshimiwa wa Mũchomba. Aliingilia mambo ya societies wakachagua vijana barubaru. Na tumeanza kuona matunda ya rate hapa Githunguri. I want to ask our members of parliament and senators to take keen interest ya wale watu wanachaguliwa katika vyama vya ushirika. Tutafute watu.com
educated young people who have a future, so that watu waongoze hizo vyama vya ushirika. Again, kwa mambo ya sekta ya chai, tutafanya uchaguzi ya KTDA ya board on Friday. Iko chai ya pesa mingi sana imekuwa mapale Mombasa. I'll be there on Tuesday, tukitafuta njia na kujua shida iko wapi. Lakini vile Senator Cheruiyot umesema, sana ni kutafuta soko. Last year I was in Colombia. Again I was in Belgium. Mambo ya kutafuta soko. Soko yetu katika Sudan imeleta shida kwa sababu ya ile vita iko Sudan. I'll be going to the United Kingdom next month. Mambo ya kahawa, mambo ya chai, kutafuta soko. Wale mabalozi wote tumepatia kazi. We have shifted our diplomatic approach to commercial diplomacy. Yule balozi tumepeleka Pakistan na Iran wako na instructions. Kazi yao ni kuenda kutafuta soko ya chai. So hizi ni kazi ambayo tutaendelea kufanya tukisonga mbele. What has happened is that kwa sababu ya the tight fiscal space, unajua ile pesa tunaweka kwa budget ni ile pia tunaokota. So we are putting the money in the budget in stages. So ile imewekwa ya cherry fund ni ya kuanzia. Then in revised estimate tutaongeza. Pia kwa ile deni tumeweka 7 billion shillings. Kwanza tumeweka bilioni 2 kabla tusota utii madeni. Tulipe hiyo 2 alafu tuongeze wengine 5. There is no problem. Hiyo ni kitu tumepanga na rais na iko mzuri. But tunataka kuambia wale wenye vyama vya ushirika, tukilipia nyinyi hii deni, msirudi kuchukua deni nyingine. Because that is what has been happening. So mambo ya kahawa inaenda vizuri. And I'm happy watu ya hapa Githunguri ni wakulima ya kahawa, majani chai na maziwa. Na sana maziwa mmefaulu sana. Ayaweka kwa Mungu kwa sababu Mungu huwa kazi yake ni kutukumbusha. Watu wengi huwa wanauliza mrefu, labda wengi wetu tumekuwa tukiangalia wengine kama kwamba kutenganisha wagonjwa kwa hospitali. Si ni kweli? Kuna watu wengi ambayo unaweza kuwa labda huko street. Tupatia nafasi ya sisi kuweza kujukumu za kuwafikiria wale wengine. Hauka ametira mato. Ametira mato. Ona nake mokite kujira fathajikia kanyamu na ndina toindo haha no ri mutura murumireire viongo. Kazi yetu sisi wote, kikundi cha watu ambao huwatembelea wagonjwa wetu katika Sales with Christ, and that is why we are here today. Hayo ndiyo ambayo yatatusaidia kuweza tunawachagua wa Kristo, lakini tuweza kuja jukumu letu ya kwamba kila moja mahali anaposimama juu. Sasa siku moja wakati wa Christmas waliweza kumtembelea kuna store kwa hivyo hata choo iko bali na nyumba. Tukikuomba ukaweze kuwabariki, wajalie afya njema. La Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa. Naomba Martin, ukifika pale ya familia uweze kuamalizia kwa haraka ili nao viongozi akiwa na bendera ndogo. Leo nimekuja hapa nikiwa Excellency Deputy President Rigathi Gachagua, the child Jesus with hato mirongo ina kenda wena 2024 Martin inaigirire kiama gya Catholic men ake na Martin aiki maramwendete kuma unini ne ona ukurini wake karikia football team ne kongerera kamwe karungo ni namba 13. My name is George Kinyanjui. I'm
this afternoon. Our Father, who show our resilience. Care of mom, as we know the greatest gift. We celebrate the beautiful life you live. Perfectly, making us sweep until he was satisfied. Those moments, though challenging, he will gently remind us, learn to listen. Those Margaret Muthoni. As educators, we should have been able to get different perspectives in which we can be able to change the future, because we are custodians of the future. As teachers, we are custodians of the future, because we've been given an opportunity to co-create the future by ensuring that the young ones who are given to us are molded so that they can be able to continue with the relay of life. And therefore, it is so proud. This afternoon, I feel proud being among colleagues who are shaping the future of the club. As we gather here today, our teachers' unions have issued a strike notice, partly on the basis of their legitimate demands that have been made and pledges that have been made. These demands are legitimate, but also the government challenges are legitimate. As I've already indicated, we believe in stakeholder involvement and consultation. Such consultation should be authentic and should take into account all the factors and available evidence and data. And also, it is to be mutual. All stakeholders must therefore be ready to understand and to work together so that we can reach a solution that is for the best benefit or that benefits the child. All the decisions that we make in the sector must be for the interest of the learner. I am confident that despite our present challenges, the government and unions will come together and reach an amicable solution that prioritizes the best interests of the learners. I therefore urge all our unions to give priority to dialogue in order to ensure smooth teaching and learning. And I'm happy to report that there is going to be a meeting tomorrow between the government and the unions to discuss this matter. Ladies and gentlemen, as I said, your unions are critical cog in the operation of our education system. In 2019, when we had COVID, we signed as a government with the unions a non-monetary CBA agreement. So I'm confident that even this time, we are going to have a authentic discussion and we'll get a solution. From tomorrow, when we do the discussions, we'll be able to inform you what we've agreed.